Usisimame barabarani usiku, hutaamini nilichoona. Sikuwa dereva wa malori, lakini kuna usiku mmoja sitausahau maishani mwangu. Nilikuwa nasafiri kutoka Arusha kuelekea Dar es Salaam usiku wa manane kabisa. Barabara ilikuwa kimya kupita kawaida, hakuna gari, hakuna mtu, hata taa za nyumba hazikuonekana. Nilikuwa nimepita maeneo ya milima karibu na milima ya Usambara, eneo ambalo hata mchana linaogopesha kidogo, sembuse usiku. Giza lilikuwa nzito, ile aina ya giza ambayo taa za gari zinaonekana kama hazisaidii kitu. Baada ya kuendesha kwa muda mrefu, nikahisi kubanwa sana na haja ndogo, na pia nilikuwa na hamu ya kuvuta sigara kidogo nipunguze uchovu. Nilikuwa nimeshapita kituo cha kupumzika cha mwisho, na mbele kulikuwa ni mwendo mrefu bila huduma yoyote. Nikajiambia, hakuna shida, barabara haina watu, nitasimama tu pembeni kidogo. Nikapunguza mwendo, nikasimamisha gari pembeni ya barabara. Nikatoka nje. Baridi ya usiku ilinipiga usoni, na upepo ulipita kwenye miti mikubwa pembeni ya barabara ukitoa sauti ya ajabu, kama mtu ananong'ona. Nikaanza kujisaidia huku macho yangu yakiangalia giza lile lisilo na mwisho. Kuna kitu kilikuwa hakipo sawa, lakini sikuweza kuelewa ni nini. Baada ya hapo, nikawasha sigara, nikasimama pembeni ya gari langu, nikavuta pumzi ndefu, na hapo ndipo nilipomuona. Kwa mbali kidogo kutoka ndani ya miti, kuna kitu kilikuwa kinatembea kuelekea kwangu. Mwanzoni nilijaribu kujidanganya, labda ni mbuzi au mnyama tu, lakini kadri kilivyokuwa kinakaribia, nikagundua huyo alikuwa mtu. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi. Nilikuwa katikati ya pori, hakuna network ya uhakika, hakuna gari barabarani, hakuna mtu wa kunisaidia. Na mtu huyu alikuwa anatoka moja kwa moja kwenye giza la miti. Bila kuonyesha hofu, polepole nikarudi kwenye mlango wa dereva. Nikaingia ndani ya gari, nikafunga milango haraka. Lakini sikuwasha gari kuondoka. Sijui kwa nini, lakini niliendelea kumtazama. Yule mtu alitembea polepole, hatua kwa hatua, hadi akafika karibu kabisa na gari langu. Akaja upande wa abiria, akagonga kioo. Tok, tok, tok. Nilihisi mwili mzima umepoa. Nilishusha kioo kidogo tu. Unataka nini? Nikauliza kwa sauti ya tahadhari. Yule mtu alikuwa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti nzito sana isiyo na hisia, naomba upige simu polisi. Nilishangaa. Kwa nini? Akaniangalia moja kwa moja, na hapo ndipo nilipomuona uso wake vizuri. Macho yake yalikuwa mekundu na yalionekana kama mtu aliyekuwa analia kwa muda mrefu. Kisha akasema polepole, nilikuja hapa kujiua. Mwili wangu ulisisimka, lakini nilishindwa. Nilikumbuka watoto wangu. Kisha akainama kidogo, akaanza kulia kimya kimya. Sauti yake ya kulia ilichanganyika na upepo wa usiku, ikawa kama kelele ya kitu kisicho cha kawaida. Nilihisi huruma, lakini pia hofu, kwa sababu alikuwa bado ameshika kisu. Kisu cha jikoni kilichong'aa kidogo kwenye mwanga wa taa za gari. Haraka nikachukua simu yangu, nikapiga polisi. Nikiwa ndani ya gari nikimwangalia, huku nikihakikisha niko tayari kukanyaga mafuta na kuondoka muda wowote. Nikamwambia, tafadhali, weka hicho kisu chini kabla hawajafika. Alikaa kimya. Kisha polepole akakishusha, akakiweka chini kwenye mchanga. Lakini bado hakuondoka. Aliendelea kusimama pale, akiangalia chini, akilia kimya kimya. Dakika zilionekana kama saa. Kila sauti ya upepo ilinifanya nishtuke. Nilihisi kama kuna kitu kingine kinatutazama kutoka kwenye miti, kitu ambacho yeye hakikiona. Hatimaye taa za gari za polisi zilionekana kwa mbali. Yule mtu hakujaribu kukimbia, alisimama tu. Polisi walifika, wakamchukua. Lakini kabla hajaondoka, alinigeukia, na hapo nitazama kwa macho ya huzuni sana. Kisha akasema kwa sauti ya chini,
asante, umeniokoa. Waliondoka naye. Barabara ikarudi kuwa kimya tena, kama hakuna kilichotokea. Lakini kabla sijaondoka, niliamua kuangalia ule upande wa miti ambapo yule mtu alitoka. Na hapo niliona kitu kilichonifanya nisimame baridi. Kulikuwa na alama nyingine za miguu, nyingi, si zake pekee. Kama kulikuwa na watu wengine waliokuwa wamesimama pale, wakituangalia kimya kimya kutoka gizani. Haraka sana nikawasha gari, nikaondoka bila kuangalia nyuma. Mpaka leo bado nashangaa, yule mtu alikuwa peke yake kweli, au kulikuwa na kitu kingine kilikuwa kinamsubiri gizani? Niliondoka pale kwa kasi, moyo ukidunda kama unataka kutoka kifuani. Barabara ilikuwa bado ile ile, kimya, ndefu na giza lisiloisha. Lakini safari hii kulikuwa na kitu tofauti. Sikuwa tena na ile hali ya kawaida. Nilihisi kama kuna kitu kimenifuata. Nilijaribu kujituliza, labda ni mawazo tu, nikajiambia. Lakini kadri nilivyoendelea kuendesha, nikaanza kuona kitu kwenye kioo cha nyuma. Mwanzoni kilikuwa kama kivuli tu, lakini kadri nilivyotazama vizuri, kilikuwa kinatembea barabarani nyuma yangu. Na kibaya zaidi, kilikuwa kinakaribia haraka sana. Nikakanyaga mafuta. Gari likapiga kelele, lakini kile kivuli hakikuonekana kupungua. Nilihisi baridi kali ikipanda mgongoni. Impossible, haiwezekani. Nikajitahidi kutazama mbele tu, nisiangalie nyuma. Lakini simu yangu ikalia. Kwa sekunde ile, nilihisi kama damu imeganda. Nikaangalia screen, namba isiyojulikana. Kwa mikono inayotetemeka, nikapokea. Hello? Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha ile sauti, ile niliyosikia pale awali. Umeondoka? Moyo wangu ulisimama. Wewe si ulichukuliwa na polisi? Kulikuwa na kicheko kidogo, cha polepole, kisicho cha kawaida. Ndiyo, lakini si kila kitu kiliondoka. Sikuelewa. Unamaanisha nini? Sauti yake ikawa nzito zaidi. Uliwaona, sivyo? Mwili wangu ulisisimka. Wale waliokuwa msituni. Nilikosa pumzi. Ni kina nani wale? Kulikuwa na ukimya mrefu, kisha akanong'ona. Hawapendi mtu aondoke. Ghafla, taa za gari zikazima. Barabara ikawa giza totoro. Nilipiga breki kwa nguvu. Gari likasimama. Simu ikaanguka kutoka mkononi mwangu. Ukimya. Hakuna taa, hakuna sauti. Ni upepo tu na mapigo ya moyo wangu. Polepole nikainua macho yangu, nikaangalia mbele ya gari. Na hapo walikuwa wamesimama. Sio mmoja, sio wawili, wengi. Vivuli vya watu wamesimama katikati ya barabara. Hawasogei, hawazungumzi, wanatazama tu gari langu. Nilihisi pumzi ikikata. Polepole nikageuza kichwa changu upande wa dirisha. Na hapo kuna mmoja alikuwa karibu kabisa na gari. Uso wake haukuonekana vizuri, lakini macho yake yalikuwa yananitazama moja kwa moja. Ghafla, simu ikaita tena, ikiwa imeanguka chini. Kwa hofu nikaiokota. Hello? Tafadhali, nini kinaendelea? Sauti ile ikasema polepole. Usitoke kwenye gari. Usifungue mlango. Na usijaribu kukimbia. Nilitetemeka. Kwa nini? Kisha akasema kitu ambacho sitakisahau milele. Kwa sababu tayari wako ndani. Niligeuka haraka ndani ya gari. Nikatazama siti ya nyuma. Na hapo
Niliona kivuli kikisogea polepole nyuma yangu. Nilipiga kelele. Nikajaribu kufungua mlango, kimekwama. Nikajaribu kuwasha gari, halikuwaka. Nilihisi pumzi baridi ikigusa shingo yangu, kitu kikinong'ona karibu kabisa na sikio langu. Ulisimama, sasa ni zamu yako kubaki. Simu ikaanguka tena. Taa za gari zikawaka ghafla. Barabara ilikuwa tupu. Hakuna mtu, hakuna kivuli, hakuna kitu. Nilikaa kimya, nikitetemeka, nikipumua kwa shida. Nikawasha gari, safari hii likawaka. Sikurudi nyuma, sikujali tena. Niliendesha mpaka asubuhi. Lakini hadi leo kuna kitu kinanisumbua. Kila usiku, saa ile ile, simu yangu hupiga, namba isiyojulikana. Na kila nikijaribu kupokea, nasikia sauti ile ile. Bado uko njiani?